Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu mpenzi mfuatiliaji wa chaneli yangu. Leo niko tena nikiwa na matumaini ya kwamba ni mzima buheri wa afya. Leo nimependa kuzungumzia mnyama mdogo kabisa, mdudu anayejulikana kama awazhun, huyu mjusi kafiri. Mjusi kafiri huyu tunaishi wakiwa katika nyumba zetu, wengine hatufahamu mjusi kafiri huyu ana athari gani katika maisha ya walimwengu. Wengi hatufahamu mjusi huyu anaweza akatusababishia madhara gani. Wengi hatufahamu mjusi huyu ana maana gani akiwa katika nyumba. Hebu fuatana na mimi inshallah kupata faida ambazo kwamba nitazieleza. Mjusi kafiri kama mjusi kafiri, kwa kauli ya mlezi wa umma, kwa kauli ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ametoa kauli Mtume akituambia kwamba atakapoonekana mjusi kafiri afanye nini? Auawe. Kisha atakayemuua kwa pigo moja anapata thawabu zaidi ya 100 kwa 100, na yule atakayempiga mjusi kafiri labda katika mkia kisha mpige mara pili ndo afe, thawabu zake zinashuka kidogo. Mjusi kafiri huyu wengi tunaugua maradhi ya hatari pasi na kujua aliyesababisha maradhi haya ni mjusi kafiri. Inasadikiwa mbali na maradhi, lakini mjusi kafiri huyu lao ataingia katika sufuria inayopikwa chakula, wakati chakula kinapikwa mjusi kafiri aingie, basi avurugwe pamoja na chakula kile, watakokula chakula kile wote watakufa. Mjusi kafiri huyo walau atapita katika sabuni yako ya kuogea, aitambaye tu kidogo, basi ujue sabuni hiyo ukiogea itakusababishia kansa ya ngozi. Itakuwa sababu sabuni hiyo ya wewe kushikwa na kansa ya ngozi. Mjusi kafiri huyo walau atakuja ateme mate yake katika mswaki wako, ama utambaye ule mswaki wako, basi mswaki huo ukipiga, walau umetia dawa ama haujatia dawa, moja kwa moja utakufa. Sababu ni mambo ambayo yametokea na ni mambo ambayo watu wameyafanyia uchunguzi wa kina. Kitambo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam apeane amri ya mnyama huyu kuuawa pindi akionekana, hakuwa na uzuri. Mnyama huyu ana athari kubwa sana na anaweza akachangia shida katika maisha yetu. Wengi wanaugua maradhi ambao hawayajui vyanzo ni nini. Unapima, unaenda hospitali, unapima, unapatikana uko na tatizo fulani, na hujui tatizo hili limeanzia wapi. Tatizo lingine linaanza kama namna hii ambayo naieleza mimi. Manake ikiwa pengine utakuwa mswaki wako unauweka sehemu ya wazi, nyumbani kwako kumejaa mijusi kafiri, ni rahisi kupatikana na matatizo kama haya ninayozungumza. Pili, ama niseme tatu, mjusi kafiri huyu kama utalala na akuelekee, utaota ndoto chafu ajabu. Yani utaota ndoto chafu ajabu, hautapata amani katika usingizi wako kabisa, hautopata amani. Tunafahamikiana. Na alipo mjusi kafiri, nyumba kwamba mjusi kafiri yuko, haina amani. Watu watagombana, watu watachukiana, hakutokuwa na amani ya kudumu, hakutokuwa na amani ya kuendelea. Mara watu wanagombana kwa mambo madogo ambayo kwamba ukiangalia hayana msingi, hayana kichwa wala miguu. Mjusi kafiri ana kawaida moja, kokote ambako kwamba anakuwa, hakutokuwa na amani. Hakutokuwa na kupangwa jambo likawa, hakutokuwa na watu wa cooperate, ushirikiano hautokuwa. Mjusi kafiri kama mjusi kafiri akionekaniwa mahali kokote, unahakikisha kwamba umemuua mjusi kafiri ili upate thawabu, lakini pia ujilinde na maradhi ambayo kwamba
ni maradhi mabaya ambayo kwamba watu wanakufa kwa kasi sana, na sababu kubwa inakuwa maradhi haya. Ikiwa akitambaa katika sabuni anasababisha kansa. Ikiwa akitambaa katika mswaki wako na unapotumia mswaki huu unakuwa na sumu ya hatari, yani unakufa. Akiingia katika mlo, chakula, watakokula chakula hicho wanakufa. Kesi huwa zinakuja, tunaona katika news, tunaona katika mitandao, mahala fulani watu wamekwenda harusini, au mahala fulani watu walikuwa matangani, basi wakala chakula cha matanga wakafariki wote walokula chakula hicho. Kwani mjusi kafiri ameingia, ana sumu kali. Alhamdulillah. Kwa hivyo inshallah tustafidhi na haya ambayo kwamba nimeeleza, tuyatilie umuhimu. Na ukipata video inshallah na wewe isambaze kwa mwenzako, isambaze kwa video hii ienee, video hii imfikie kila mmoja, ili mijusi kafiri inayotuletea nuksi, mahasadi na vyanzo vya maskini, vyanzo vya maradhi mabaya, vyanzo vya sisi kuugua maradhi ambayo hata tunaamini kwamba weupe ndo wanaougua huko makwao, lakini sasa hivi mpaka siye huko. Kwa hivyo inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah atujalie iwe ni wenye kuoneana huruma baina sisi kwa sisi, ili video itumwe walau kwa kila mmoja, ili kila mmoja ajilinde juu ya mjusi kafiri na haya ambayo kwamba tumeielezea hapa. Msikose kulike, msikose kucomment, msikose kushare, msikose kusubscribe. Na haya yote yanafanyika kwa ajili ya sote, Waislamu, Wakristo, wapagani, sote ni binadamu na sote ni viumbe wa Mungu. Sote tunaohitajia upendo wake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sote ni kitu kimoja mbele ya Allah. Na pia nisikose kuwakaribisha nyote katika duka letu ambalo kwamba liko Majengo Kanamai, opposite Kanamai Health almaarufu hospitali ya Kemri opposite. Kuna duka letu hapo kubwa la nguo, lakini pia hapo kuna duka letu la madawa ya kiasili, vitabu, ulimwengu wa tiba, maarifa ya babu, thalasimu za ajabu, bahari ya tiba, ambavyo kwamba ni vitabu vyetu vilokusanya elimu ya tasnia hii ya tiba. Vyote viko pale, si vya falaki. Kama unataka kujua elimu ya miti, unataka kujifunza tiba sahihi ambayo kwamba haimshirikishi Mwenyezi Mungu, haimfanyi kuwa Mwenyezi Mungu ana msaidizi, basi fika katika duka letu inshallah utasaidika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ama piga simu namba ambayo kwamba unaiona katika screen yako inshallah, basi wakati wote tunapatikana, tutakusikiliza na utapata usaidizi utakaohitaji kadri ya Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha. Ikiwa iko ndani ya uwezo wetu inshallah, basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utapata kusaidika inshallah. Wabillahi tawfik.